hali mzima mbele yenu. Kwa jina hiyo mtu huyu amesimama hali mzima mbele. Si kwa vitambaa, si kwa mafuta yenu, si kwa maji yenu, holy water. Ni kwa jina la Yesu mtu huyu amesimama ako hai mbele yenu. Endelea. Yeye ndiye jiwe lililodharauliwa na ninyi waashi. Na yeye Yesu ndiye jiwe ambalo limedharauliwa na waashi. Umalidharau kwa kulisulubisha kila kuchao. Mkipeleka jina la Yesu kwa vitu visizofaa. Yesu ni mtakatifu, mmembelea kwa vitambaa. Yesu ni mtakatifu, mmembelea kwa maji. Yesu na maji ni wapi na wapi? Hata mafuta yote ndio matakatifu. Hata mafuta kujipaka, hata paka bafu. Hata matakatifu ni wapi na wapi? Na mwenye ameunda ni mwili. Yesu alisema yeye si uharibifu, yeye si mharibifu. Yeye alinganishwa. Hai. Wale mafuta yaharibiki? Si mpaka yanalipwa expiry date. Maji yaozi si anaozanga. Ndio umekaje Yesu hapo unamwambia hii maji ni maji ya upako, Yesu anakaa ndani yake. Shenzi wewe. Yesu anakaa ndani ya roho, ndani ya maji. Ndani ya roho. Na kwa nini tunamtoa kwa roho tunampeleka kwa maji? Hata hapo maji ya upako ndio iponye watu. Endelea mbele. Nalo limewekwa kuwa jiwe kula pembeni. Hata kama mtakataa, hata kama mtapinga, hata kama mtanibatiza ndio jina likao la ubatili, lakini ndilo jiwe kuu la pembeni. Iko nuru inayong'aa gizani. Hata mtakapoieneza giza kwa watu, mwapofushe. Manake ni biashara ya mataka. Mnauza hizo vitu. Nuru itang'aa. Na si mbali. Mimi nilikuwa nafikia nimeacha watu kuuza vitambaa huko town. Kumbe pia huko msuni kwa watu wanauza vitambaa na maji. Nakwambia niko na wao hapa kwa hapa. Hapa kwa wajipange mapema. Mahali wako hiyo makalio uende kuleta tayari. Malaki watakimbia. Nafikia nimewaacha huko. Kumbe wamekuja mpaka huko. Watu ambao wanafanya bidii wapate kale ka shilingi moja kabisa, umekuja kwa kula pia hao nao. Ili ya makaa kale wanapata wakule, wapate kitu kula. Bado kwa hisi umekuja tena kuwaipia. Kuambia ni maji ya upako shilingi 50. Shenzi wewe. Nami ni mali wako wajipange. Mali wako sahihi wajipange. This is too much bwana. Lazima nuru ingae wapi? Itang'aa. Hii kiza mnataka kuendeleza hapo upuzi. Lazima izimwe. Na isipozimwa wale wa nuru watolewe kwa giza, waletwe nuruni kwa giza mbaki wapi? Sasa. Endelea mbele na maisha. Mwache kudanganya maisha. Endelea mbele. Wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote. Na wala hakuna wokovu kama mwingine awaye yote. Hakuna msamaha, hakuna wokovu, hakuna uponyaji kwa vitambaa, hakuna uponyaji kwa mafuta, hakuna uponyaji hata kwa pasta wako. Uponyaji uko ndani ya Yesu. Uponyaji uko na vitu vya ujinga. Shenzi. Kile ambacho kwa hizo vitu ni mairizi yenu na mairizi manguvu zenu za kikiza ndio zimejificha huko. Sema ni maji ya upako. Shenzi. Maji ya upako ya nini? Wanaabudu wasitokijua. Mbona kaza nikikuangalia nakuuliza swali. Moja, mtumishi tu hapa. Siti hapa. Aya. Huyu ni mgonjwa, sio? Na ikiwa ni mgonjwa, nikienda kwa pastor namwambia pastor muombe mke wangu ndio. Ikiwa namuombea anafuza nini kwanza? Kwani ugonjwa umeitwa nani? Maro. Kwa hiyo ugonjwa umeitwa nini? Baba
mgonjwa acheke. Si ni mgonjwa huyu. Na ugonjwa umeletwa nani? Hebu nishikieni shetani hivi kwa mkono, uniletee. Nishikie, unanishikia shetani? Hebu nishikie kwa mkono. Ndio huyu niambie shetani ndio nimembeba ndio huyu. Mtoto. Ndio huyu shetani nimebeba. Si ashikiki? Haonekani. Basi mbona mkamata? Kitu kinachoonekana kitamba hiki cha sambuza. Atini ya upako, pokea upako. Hadi kipigana na kisichoonekana. Jameni, hata Waswahili walisema dawa ya moto kama ni roho afukuzwe na wa. Yesu unamuona, Yesu unamshika, lakini unamuhisi. Si nguvu za roho, na shetani ni roho. Wapigana. Unipatie kitambaa cha kuonekana niambie kitasaidia nini? Ala. Siku ndanganya. Wajinga walisha Kenya wako. Danganya wengine. Hata hawako. Wajinga wako. Kama tumaini mapya wako. Ndio mwenye kuleta ugonjwa apigwe. Lazima apigwe na mwenye ako kwa ulimwengu wake. Yesu tunakuomba. Huyu shetani mwenye amesababisha maafa haya. Kwa jina lako. Pige yeye. Nguvu zako zimwangamize aliko. Sabahatishe. Tunakuwa nini? Lakini usikuja hapa kumdanganya ati kitambaa yako nimefunga pepo.